Hadithi ya mfuku wa makaburi aliyetajirika. Palikuwa na kijiji kidogo kinachoitwa Lushoto, kilichozungukwa na milima yenye ukimya wa kutisha. Kijiji hiki kilikuwa na kaburi moja kubwa la kihistoria lililoaminika kuwa likihifadhi mabaki ya watu mashuhuri wa kale. Lakini pia lilikuwa limejaa hofu na usiri mwingi, maana wengi walidai kuona vivuli na kusikia sauti zisizoelezeka wakati wa usiku. Katika kijiji hiki aliishi kijana aitwaye Majaliwa. Hakuwa na kazi wala mali, na maisha yake yalizidi kuwa magumu kila kukicha. Siku moja akiwa amekata tamaa kabisa, alisikia wazee wakizungumza kuhusu kaburi hilo, huku akisema, zamani machifu walizikwa na mali nyingi pamoja na dhahabu na vitu vya thamani vingi mno. Wazo likamjia Majaliwa, ni kufukua lile kaburi, labda anaweza kupata hazina na kutoka kwenye umaskini huu. Alijisemea moyoni. Usiku mmoja wa giza totoro, akiwa na jembe, tochi na moyo wa ujasiri, au pengine Majaliwa alikutwa na tamaa, alielekea makaburini. Kwa saa kadhaa alichimba mpaka hatimaye aligonga kitu kigumu. Alipofukua zaidi, aliona sanduku la mbao lililozikwa kwa uangalifu. Alipolifungua, macho yake yalimstaajabisha kwa alichokiona. Alipigwa na butwaa. Macho yake yalikutana na kung'aa kwa dhahabu, pete za almasi na mapambo ya kifalme. Majaliwa alipigwa na butwaa. Kwa haraka alizificha na kuondoka kimya kimya. Majaliwa alianza kuuza mali hizo taratibu, bila kumshirikisha mtu yeyote. Alihamia mjini, akaanzisha biashara, na ndani ya muda mfupi akawa mmoja wa matajiri waliotajwa sana kwenye runinga za magazeti. Lakini utajiri wake haukuja bila gharama. Kila siku alisumbuliwa na ndoto za kutisha, watu waliomvaa wakimtaka warudishie mali zao. Alijaribu kila aina ya waganga, wachungaji, na hata kusafiri nchi za mbali kutafuta amani ya moyo. Lakini roho za waliokufa hazikumpa pumziko, hazikumwacha bure kwa namna Majaliwa alivyofanya. Hatimaye Majaliwa alirudi Lushoto, akaenda kaburini na kuomba msamaha. Akajenga jumba la kumbukumbu pale juu ya kaburi, akihifadhi historia ya waliolala humo, na akatoa sehemu ya mali yake kusaidia jamii. Tangu siku hiyo ndoto zilitulia, lakini alibaki akiamini kuwa utajiri wa kweli ni ule unaopatikana kwa haki, wala si ule unaopatikana kwa kupokonya na kukandamiza wanyonge. Niishie hapa kwa leo. Waswahili wanasema mdogo mdogo ndio mwendo. Tukutane tena katika sehemu ijayo.